Makala hii inaangazia mradi wa kuimarisha uwezo wa vikundi vya wakulima wadogo ili kuongeza uwajibikaji katika kilimo nchini Tanzania. Mradi huu umetekelezwa na mtandao wa vikundi vya wakulima Tanzania, MVIWATA, wakishirikiana na ADA. Mradi ulianza Februari mwaka 2024 ukitekelezwa katika wilaya ya Mpwapwa, mkoa wa Dodoma, nchini hapa Tanzania. Sauti ya mkulima. Mkulima ni mkulima mwenyewe. Nimepata mafunzo ya uzalisha mbegu za alizeti 2024. Nilipopata mafunzo haya, nimekuja kuzalisha mbegu kiasi cha ukubwa wa ekari 2. Nimezalisha ile mbegu ekari 2, nikapata gunia zangu 12. Kwa nauza kila kilo kwa shilingi 2500. Nilipouza zile alizeti nilizozalisha, nikakarabati nyumba, na baada ya hapo pesa iliyosalia nikaweka mpango kazi wa kuanzishia kilimo 2025. Huu ndio ukarabati aliofanya Neema. Ameweza kuchapia nyumba yake ndani. Mradi haukuishia hapo. MVIWATA wakishirikiana na ADA waliweza kuwachimbia wakulima visima pamoja na kuweka miundombinu ya umwagiliaji ili kuendelea na uzalishaji wakati wa kiangazi, jambo ambalo limepelekea kuongezeka kwa uzalishaji ukilinganisha na hapo awali, kwani sasa wakulima wanaweza kuzalisha misimu yote miwili, yani msimu wa masika na kiangazi. Isipokuwa kwamba msimu wa kiangazi tuna eneo moja tu ambalo tunazalisha tulikopatiwa mradi wa umwagiliaji. Tumeenda tena kufanya uzalishaji wa mbegu ya mahindi ambapo tumezalisha eneo la eka 5, ambapo kwa sasa bado hatujavuna, lakini tunategemea kuvuna kuanzia kilo 1500, ambazo makadirio kwa kila kilo tutauza 3500, na tunategemea kupata kiasi cha pesa milioni 17. Sasa hivi sisi wakulima wa hapa Nzomvu hatupati tena changamoto ya mbegu. Elfu 2025 msimu wa kiangazi tumeweza kuzalisha mbegu ya mahindi ambayo tunatumia kwa mfumo wa umwagiliaji, ambavyo tumechimbiwa visima na MVIWATA. Kwa hiyo nilipozalisha ile mbegu ya ekari 2, ile mbegu tumeivuna mwezi wa pili, bado hatujaipiga, na nafikiri imefanya vizuri. Mradi huu ulitoa mafunzo kwa wakulima yanayohusu utawala bora. Baada ya kurudi hapa kijijini, tulikuja kugundua kwamba jengo ambalo lilikuwa la chama tulikuta limebomoka na mabati yake hayakueleweka alikuwa ameenda wapi. Kwa hiyo tukakaa na serikali, mtendaji pamoja na mwenyekiti na kuhoji juu ya mabati hayo. Lakini mwenyekiti aliyopo sasa hivi alidai kwamba katika makabidhiano yeye hakukabidhiwa hayo mabati. Na hivyo tulianza ufuatiliaji, baadaye tukagundua kwamba mwenyekiti aliyemaliza muda wake hayo mabati ni kama vile aliyauza kinyume na utaratibu. Baada ya kumuita mwenyekiti aliyemaliza muda wake, akakiri kwamba kweli hayo mabati kayauza kinyume na utaratibu. Na hivyo tukamwambia arudishe, akawa amekaidi kidogo kurudisha. Lakini tulishauri serikali ya kijiji kwamba ili swala liende mahakamani. Na baada ya kwenda mahakamani, mwenyekiti alisomea shtaka hilo na kubainika kwamba aliyauza hayo mabati kinyume na utaratibu wa sheria. Haya ni baadhi ya mabati yaliyorudishwa. Tulianza kufuatilia mabati na fedha ambayo ilikuwa imetengwa na wanasiasa kwa ajili ya kutengeneza barabara za mtaani. Tukashauriana tukazipeleka kwenye zahanati ambayo inahusika na kijiji kizima kuliko barabara ambayo ilikuwa inatenga eneo dogo. Kwa mpaka sasa hivi tumenunua mifuko ya thaluji na mpaka tarehe ya leo zinaendelea kufyatuliwa. Barabara hii toka mwaka 78 haijawahi kuchimbwa na greda, lakini imechimbwa kwa sasa. Tumefanikiwa. Wakulima kwa sasa tuko vizuri na tunasafirisha mazao yetu vizuri, na sisi tunasafiri kwa wakati. La pili pia ambalo limekuwa ni jambo kubwa, baada ya kurudi tumekwenda kushawishi zahanati ambayo imekwama kwa takriban ya miaka 14 baada ya kutoka mwaka 2012 ambapo tulichangishana michango yetu. Lakini kupitia juzi mwaka jana ambaye mwezi wa pili
serikali kuu imetuingizia fedha ambayo ni milioni 50 na sasa zahanati imekwenda kukamilika. Tulivyorudi kutoka huko kwenye semina, tulirudi kushirikiana na serikali ya kijiji. Tulivyorudi hapa kwa kweli tuliongea nao vizuri, tukaanzisha ujenzi wa shule shikizi Chilala na mpaka sasa hivi uko kwenye renta. Mradi umeweza kutoa mafunzo ya ukuzaji wa vikundi. Tulivyoingia sisi tukawa kikundi chetu kinaitwa Mshikamano. Baada ya kutoka hapo, tulivyokuwa tunaendelea kupata mafunzo na kuendelea kulima, na wakawa wameingia vikundi, vikaongezeka vikundi 3. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Mtamba kuna vikundi 5. Idadi ya vikundi imeongezeka na baadhi ya vijiji vilivyopatiwa miundombinu ya umwagiliaji kwa sasa wanazalisha misimu yote miwili, yaani msimu wa kiangazi na msimu wa masika. Changamoto ya upatikanaji wa mbegu imekwisha na sasa mbegu zinapatikana kwa wingi na kwa urahisi.